Vipi watu wangu wanajua watu wangu wa power, ni mimi Kiplan. Today manze nimepatana na very special guest, maana Deco mwenyewe, msanii wa kizazi kipya. Deco ni nani? Deco ni msanii wa kizazi kipya hivyo vile wamesema. Yeah, Deco ni rapper, ni singer, fashion icon, na bado event curator. Yeah. Like unajua the first time I saw you, ilikuwa ni ile challenge ya Gorilla. I've been telling you kitu, imagine nilikuwa Kericho, sikuwa nimejoin campo, but nikakuja hapa manze nikaona this the guy. So of late tumeona umezamia kuwa event organizer na planner. Nini ilikuinspired ukakuwa hivyo? Kitu imeniinspire ni venture into events with my company Kizazi Kipya Events. Ni mimi mwenyewe kwanza na plan nataka kukua kwa events zenye ziko successful. Hata kwa events zenye na perform nataka events zenye vitu zimepangwa poa. So that's why nika venture into events because place yenye niko pia mimi na perform nataka vitu ziende fiti. So na vitu ziende fiti lazima pia wewe mwenyewe uanze kupanga vitu poa. So that's the spirit. Nikaanza tu kuingia into events. Nice. Alafu when it comes to story na branding manze, naona wewe ni msee umejiposition, unatafuta place yako kwa media space. Branding imekusaidia aje kama msanii? Branding inakusaidia kama msanii because branding ndio watu wanakujua nayo. Ili wewe useme Deco umenena kwa Gorilla, that's branding. Kujiposition, unajua ni wapi unafaa ukue, ni nini unafaa udu. So branding iko na chance kubwa sana kwa wasanii because ina fan base yako, watu wanakufollow, wana get kujua kitu wewe unadu. Na pia at least ma brands zinaweza work nawe because already wanajua wewe pia ni nani. And like because kwa hujafanya branding ni ngumu sana msee ajue ni nini unadu. Exactly. Uko na management? Yeah, niko na management. Manager ama hiyo ni manager aje? Nani anakumanage? Unajua tumeona Otila anakuwa manage na si unaelewa? Burna Boy akakuwa manage na mkoro wake na wase wa wengine kwa media space. So manager ni nani? Niko na managers wawili. Niko na kwanza anaitwa Kasa Boss. Niko na pili anaitwa Amo. What do you think inafanyanga wasanii ama creatives kuanguka kwa media space ama wapote kwa limelight? Giving an example ya tuanze na Magic Senga, Timi na Naiboy. Wewe utaweza bonga aje kuzuia hiyo scenario yako sahi? On that, siwezi ongelea specifically about the specific people we mentioned. But I think the most thing inaribu creatives ni lack of direction. Because unapata maybe msee aliget do take pali afai akue. So unapata hiyo do imekam, especially kwanza kwa wase wenye imekam na maybe msee jeguza hiyo do. Now this I'm speaking of wasanii wenye wanachipuka pia. Unapatanga hiyo do imekam, haujui unafaa manage aje, una ile financial discipline. So inakutupa pabaya. So by the time tena ukuje urudi on track inakuwa ni hard. But now speaking on the people that you have mentioned, ni watu wenye wamefanya fiti kwa industry. Na mimi nimewakuta kwa industry. So sina position ya kusema nini wafanya wakakuwa walikuwa na fallout, but na believe kila msako na changamoto zake. One or another inaweza kuwa ni financial, inaweza kuwa ni family issues. Personal conditions pia. Tunaona mseka Nyashinski alienda US 10 years akanisha track then akarudi na banga, now you know. Wewe kama Deco, una feel aje msanii kutumia drugs? For example, giving a good example ya Wakardinali. Tunaona wazee wakiwa kwa stage, saa zingine wanapiga nini, alafu ndio perform. Hiyo haiwezi chafulia msee brand. Sidhani kama inaweza chafulia msee brand pase because wewe umesema Wakardinali na sio wanapiga show mpaka saa hii. So ingekuwa inachafulia msee brand, hangekuwa wanapiga show, but maybe kitu tunaweza sema tu wase wa avoid kutumia drugs because si kitu fiti. Na sisi kama Street Vibes Talent Hub and Media tunasemanga no to drugs. So tuna advocating sana wase wasitumie drugs because they are not useful na of health benefit to us as human beings. So sisi watu tuna advocate sana msee asitumie drugs. Na pia not necessarily inaweza kuchafulia hata CV but hata yeye mwenyewe health yako. Because hata ukiangalia akiacha tu CV aside because watu wanatumia drugs because drug conversations si mambo tuna creatives pekee pase but in wa Kenya na the world kwa jumla because hata msanii pia anatumia drugs. So unapata the moment msanii anatumia hizi vitu na maybe get used to it, inaweza kufanya ukue mbaya, hali fulani yenye ujielewi. We've seen good example kama msanii fulani wa Gengeton alikuwa Maddox, tunaona every now and then anapatikana because of mambo na alcohol, ametumia drugs nini. So sisi tunaweza sema wasa wasitumie drugs. Na kama ni lazima msanii atumie, tunasema at least wasa watumie over the age of 18.
na pia wasitumie excess. Jota wenyewe wanatuambia usitumie excess. It's harmful to your health. So Manadeko, talking of bado tu hapo tu kwa usanii na rap. Of late tumeona wasanii wakikuwa compared. Tumeona what is your take on wasi compare Octo na K Jones mwenyewe? Comparison ni kitu yenye hata si kwa Octo na Uji pekee. Comparison ni kitu ina happen every now and then. Na most unapatanga wasanii wapendi kwa compared wenyewe because kila mtu akona ukubwa wake kivyake. Because na fan base yake ukiangalia achievements Octo amemake ni tofauti na za Uji na za Uji pia tofauti na za Octo, na pia utapata kuna zingine zenye wanashare same. Most unapatanga comparison inatokana kwa mafans sana. Sana sana mafans ndio wana instigate kitu, wanasema una ni mkali. But at the end unapatanga wao sio wote ni wakubwa kwa capacities zao, ingawaje pia hiyo comparison inafanyanga pia at times wasanii wanaamka because msanii anaona msanii fulani anakuwa compared sana kunishinda, so at least pia anataka arudi kwa game afanye vitu 1-2. Alafu pia huwezi compare vitu zenye si kubwa ili ucompare Uji na Octo lazima ni kuwe ni watu wakubwa, so you can't do comparison kwa vitu mbili zenye si kubwa, so they are all great. Tumeona wasanii kwa limelight then wanapotea tu without no reason. Give you an example of Nviiri the storyteller. What is your take on that? Na sasa tumeona anajaribu ku come up manzi, anajaribu ku press views iko chini sana. What is your take on that? Nviiri the storyteller, hatuwezi jua nini li happen, maybe management, maybe yeye mwenyewe hatuwezi jua nini li happen, but provided msee ali lag akapotea kwa limelight na anajaribu kujiredeem, ni jukumu letu kama Wakenya kumsupport. So mtu yote mwenye amepotea kwa limelight na anajiredeem, tumsupport. How was it working with Sauti Sol? Ulijipataje? Hapo sasa ulijipataje kwa studio na Fancy Fingers mwenyewe? So tulifanya whips za Zakayo freestyle, then akaipenda na akataka tufanye nao a track, so tukapata na Fancy Fingers tukafanya. Big shout out to him because from working with him nikanifungua opportunities more endless up to now, bado nazidi kufungua milango zenye singejua zingefunguka through him. So the opportunity was amazing because your time ilipata kama ndo naanza muziki kabisa, na kupata mtu mkubwa mwenye amego stages, ameperform big shows, kwa kina mseka mimi ama wase wenye wako chini kwa game wenye wanajaribu kujitafuta kimuziki, inakuwa iko kitu fiti sana. Alafu especially kama ujai work na msee yote mkubwa kwa industry because it's the first person nimework naye kwa industry na pia akanikubali, so it was an amazing feeling I can say. Maybe to add a question on it, wewe kama rapper ama wewe kama msanii, huwa do inagawiwa aje na producer? Give an example of Sedo na Nyashinski. Do huwa inasplitiwa aje ama hizo nini? Hiyo maziwa ikiingia huwa inafaa iko aje? Maziwa hiyo ni agreement ya producer, msanii na wenye ameandika hiyo ngoma. So huenda kuna kitu inaitwa split sheets. So split sheet unasema hii ngoma utakula percentage gapi kwa distribution na kwa publishing. So mtaka mtu ina mutual agreement between you producer wenye muziki kutengeneza the beats, because producer anaweza kualifanya vitu fulani na watu walitoa guitar nini, external plugins, then wasenye pia write song. So inakuja tuna vitu inaitwa split sheets. Wewe utakula ngapi, mimi nikule ngapi, wewe kule ngapi, then tukisha agree tutatuma kwa distributor wetu, ataziweka tu pale, so ngoma ikitoka kila mtu anapata tu yake. A live example, mimi maybe unajua sisi vijana wengi you are trying to advocate for good governance and whatever. Mimi Deko same big kwa serikali mwenye ana support serikali aku approach na kupea mita kama hata tuseme 5 ama 2 ama 10. Would you side na hiyo side? Because kutakuwa na conflict of interest between you na sisi vijana wenye tunakusupport kimuziki, tuna consume content yako. Utajipata aje kwa situation kama hiyo? Utakataa hiyo do na uzidi kubelieve na vijana? The first thing ama the first question hata enda kuuliza ni jamaa amekupatia mita 10 kufanya hii mita 10 amekupatia kufanya nini? Toa ngoma ya campaign moja safi. Okay, mambo na kutoa ngoma za campaign sasa hapo no, it's a different topic. Na inategemea na msanii mwenyewe. Na sasa umeniuliza kama mimi mostly hatutaki kujinvolve na mambo na politics because tuko na fan base yenye iko diverse. Kuna sana support person X, sana support person Z. So hatuwezi take side ati tuna support msee by kumfanyia ngoma ya campaign. So ni hard sana ku come into those agreements kuchukua doka hiyo. But the same person wagava kikam na tupatie maybe sema hiyo 10M nimetupea. Ni unasema na sema hii pesa maybe anataka tufanye campaign against mambo na drugs maybe. Against mambo na sexual abuse, against mambo na rape, hizo.
tunachukua do then tunafunga GBV vitu kama hizo, tunachukua do tunafanya awareness kwa makampo vitu kama hizo, because again pia sio ni kwa mambo na events, also mimi ni msanii, so do inaweza come through na nifanye ngoma maybe against something violence fulani kitu kama hiyo. So issue si ati umepatiwa do na gava, but hii do unapatiwa ufanye nini? So I think that should be the main conversation. Then wewe pia mwenye unachukua hiyo do unaangalia kitu nataka kufanya na nijengeaje fans wangu, because I know kama umepatiwa do or against GBV, ufanye ngoma against GBV na ufanye awareness kwa makampo na ma high schools, hiyo ni kitu inajenga ma fan base yako. Kuna wase wenye watakuwa empowered na hiyo ngoma yenye unadu, then pia wase wako watakuwa like mse at least anaeneza hii end GBV. So it's a good initiative. So sasa mtu mtu akataido mtu akatangi wito, unasikia message gani kwanza inapitishwa so sasa kila do inatoka kwa gavati ni mbaya zizi, but ni nini do unapewa ufanyie exactly AI. Of late umeona wase wakiconsume ngoma za AI zimeproduciwa na AI. Do you think AI itachukua kazi ya maproducer? Yes, chukua kazi ya maproducer. Yes. As you are wrapping up, anko yako mwenyewe amekuinspire aje? DJ Shiti amekuinspire aje? Shiti ameniinspire by one advice. Ni msemo mwenye nilikuwa nikitaka kitu fulani kwa industry kisikia nimekwama, naweza mpigia na ni advice. So ni msemo mwenye alikuwa na come through na pia by supporting kazi yangu na ameniinspire because ni msemo nimekuwa nikiwatch from the way back na nataka kufikia watu kama wao kwa industry. Yes. As you are wrapping up, one more to the upcoming artist ama nani? Upcoming artists na upcoming creatives, naomba tu wazidi kupush, waamini talent yao, wazidi tu kupush. Manze God pia. Manze.